Namshukuru Mungu ambaye amekuwa mwaminifu na amezidi kuwa mwaminifu kwetu. Naangalia msaada na wokovu kwa njia nyingine. Ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 2, Biblia inaanza kwa kusema, na siku ya 3 palikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwepo. Yesu naye alikuwa amealikwa pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia mamaye Yesu akamwambia hawana divai. Divai ilipowatindikia mamaye Yesu akamwambia hawana divai. Yesu alialikwa na wanafunzi wake kwenye harusi kwenye mji mmoja unaitwa Kana huko Galilaya. Biblia inazungumza kwamba divai ilipowatindikia mamaye Yesu akamfuata Yesu akamwambia neno moja dogo sana, hawana divai. Mama yake Yesu hakuanza kuilalamikia kamati ya maandalizi ya harusi kwamba mliandaje harusi na hamkuplani kwamba divai itawatosha watu, isipokuwa alienda kumwambia Yesu kwamba hawana divai. Mamaye Yesu alipokwenda kumfuata Yesu kumwambia hawana divai, alijua uwezo alionao Yesu, alijua nguvu alizonazo Yesu, alijua Yesu ana kitu gani. Alijua Yesu ana nguvu za namna gani mpaka nawaambia hawana divai. Kwenye vitabu vya historia vinaonyesha Yesu wakati ni mdogo alikuwa anafanya matukio ya ajabu. Kuna wakati ndege imekufa, Yesu anaifufua ile ndege. Kuna wakati Yesu anakoka moto kwa kutamka moto. Kwa mama yake Yesu, Mariamu, alikuwa anajua uwezo tundu alionao mtoto wake. Kwa issue ya divai alijua ni issue ndogo sana, mtoto wake anaweza akaihendo. Sasa nasema divai ilipowatindikia, maana yake divai iliisha, ilifika ukomo. Hawakuplani kufanya hivyo, ilikuwa ni emergency. Maana yake kuna wakati vitu vyako vinapoisha ukutegemea. Unaendesha gari na unafika mahali mafuta yanakata. What do you do? Unafanya nini kwenye hiyo scenario ambazo unaishiwa vitu, unapungukiwa, hujui nini cha kufanya, pesa mfukoni huna, kwa sababu ilikuwa ni kamati ya harusi. Maana yake hata kama wangeangalia fedha zimekwisha, vitu vyote wamesha vibalance, hawakujua idadi itakuja hiyo. Divai ilipowatindikia mama ya Yesu alimwambia Yesu hawana divai. Neno dogo sana lakini lenye nguvu, hawana divai. Divai inapokutindikia, maisha yanapokufikia ukomo, unapoona kuchoka, unapohangaika, unapopoteza ladha ya maisha, mambo yako yanapoonekana maombi yako hayajibiwi, Mungu hana ukomo. Vitu vyako vinapofika mwisho, ndipo Mungu anaanza mwanzo wake. Mambo yako unapoona hayawezekani tena, kawaida za kidunia, mifumo ya kidunia imekataa, yani divai imekoma, imetindika, imekwisha, imepotea, Mungu hajafika mwisho. Wao divai iliwatindikia. Mamaye Yesu alimwambia hawana divai. Alipeleka ujumbe kwamba hawa watu wameishiwa divai. Mariamu hakukimbilia kuwalaumu wapishi wa bwana harusi, hakukimbilia kuwalaumu hao watu, hakukimbilia kuanza kusema nyie mna plani vitu, mna kamati ya harusi. Hakuanza kuilaumu kamati ya harusi. Kuna wakati mambo yako yanapotindinganya, yanapoharibika, mambo yako yanapotindikiwa, sio kazi yako kuanza kulaumu mifumo, sio kazi yako kuanza kulaumu watu wengine. Mariamu alienda kwa Yesu, hawana divai. Very simple and clear, hawana divai. Kuna wakati nenda kwa Yesu, sina furaha, sina amani, sina fedha, sina mtaji, sina mtoto. Peleka hitaji lako, hoja yenye nguvu, hawana divai.
Mariamu alipeleka hoja, ombi lisilo na maelezo mengi. Unamwambia Yesu, sina nguvu tena, sijui namna ya kuvuka hapa. Good is, Yesu hakukimbilia dukani wala hakuambia wanafunzi wake, hey, kwenye akaunti yetu kuna nini? Maana divai imewatindikia. Yuda, kwenye akaunti kuna shilingi ngapi tukanunue divai? Yesu alifanya kitu cha ajabu sana. Aligeuza maji kuwa divai, kitu kisichotarajiwa. Hakuna mtu alitarajia kwamba maji yanaweza kageuzwa kuwa divai. Wakati unatarajia msaada utoke upande mmoja, yeye anatokeza upande mwingine. Walitegemea inaweza kachukuliwa fedha kwenda kununua divai, lakini Yesu hakufanya hivyo ili divai iweze kununuliwa. Yesu yeye alichukua maji ili divai iweze kufanywa. Kuna wakati sisi tunaweka expectation juu ya vitu fulani, ndipo msaada utatoka. Lakini Mungu anatengeneza namna nyingine kwa ajili ya kufanya vitu kwenye maisha yetu. Na huu mstari wa 7 anasema hivi, Yesu akawaambia, jalizeni mabarasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Jalizeni mabarasi maji. Manake Yesu alitumia maji kupitia mabarasi, ambayo hayo mabarasi wanatumiaga kutawadhia miguu. Kupitia hayo Yesu akafanya kitu kipya, msaada na wokovu kwa njia nyingine. Yesu alitumia kitu kisichodhaniwa, kitu kisichotarajiwa. Wakati mwingine Mungu hatabadilisha mazingira yako, bali atatumia vile ulivyo navyo au vile ulivyodhani havina maana kufanya kitu kwako. Wakati mwingine Mungu hatabadilisha mazingira yako, bali atatumia vile ulivyodhani havina maana kufanya. Na Yesu alitumia mazingira yale yale kufanya kitu ambacho wao kimetindika kwao. Mungu atatumia mazingira yako hapo hapo kufanya kitu ambacho hukudhani. Maji ya kawaida yanaweza kuwa divai bora mikononi mwake. Maji ya kawaida yanaweza kawa divai bora kwenye mikono ya Yesu. Divai ilipowatindikia, ilikuwa ni nafasi ya Mungu kuleta msaada kwa njia nyingine. Mambo yako yanapotindika, ni nafasi ya Mungu kufanya msaada kwako kwa njia nyingine. Mambo yanapoonekana haiwezekani, Mungu anafanya, anaonekana, anaachilia msaada na wokovu kwa njia nyingine. Ni utii wako tu na kumwamini yeye, anaweza kufanya msaada kwa njia nyingine. Mwamini Mungu anaweza kufanya vitu kwenye maisha yako, kwenye ndoa, kwenye familia, kwa watoto na kwenye jumla ya vitu vyote. Shalom.